vitu tatu. Kuna kupokea Roho Mtakatifu, na kuna kubatizwa na Roho Mtakatifu, lakini kuna hata kujazwa Roho Mtakatifu. Vitu vitatu. Mtu anapewa Roho Mtakatifu wakati gani? Mtu anapewa Roho Mtakatifu wakati amepokea wokovu, anampokea Yesu kuwa mwokozi wa maisha yake. Anaacha dhambi, hata hajanena kwa lugha, lakini ameshapewa Roho Mtakatifu. Haleluya, haleluya. Ameshapewa Roho Mtakatifu. Na huyu Roho Mtakatifu ndiye anamwezesha kuacha zile dhambi zote. Anaacha ulevi, anaacha usherati, ijapo hajanena kwa lugha. Haleluya, haleluya. Huyu mtu amepokea Roho Mtakatifu, lakini angali na hatua ya kupiga ili yeye abatizwe na Roho Mtakatifu. Wanafunzi wa Kristo, wale wa Petro, walipewa Roho Mtakatifu, lakini mpaka walikuwa hawajabatizwa ndani ya Roho Mtakatifu. Tu sababu Mungu akawaambia pale, tulisoma mbele pale Luka, alisema nataka kuwatumia ahadi yenu. Shika mkono mwenzako, mwambie na wewe ni ahadi yako. Mwambie kabisa, mwambie na wewe ni ahadi yako. Hii na wewe ni ahadi yako papa. Na wewe ukikubali ni ahadi yako, na Mungu atakupa sababu habague watu. Amen. Maana yake, ijapo wanafunzi walikuwa walishapokea Roho Mtakatifu, lakini walikuwa bado hawajabatizwa ndani ya Roho Mtakatifu. Siku ya Pentekoste sasa, na hii Pentekoste tukisema ni wanyotee kadogo ku Pentekoste, ijapo sio teme yangu, lakini ni siku ya Pentekoste. Acha ninyote kadogo. Haleluya. Tukisema Pentekoste ni nini? Pentekoste inataka kuonyesha siku ya 50. Siku ya 50 jours. Vimetokea wapi sasa? Vimetokea sababu huyu Yesu wetu tuko tunasema, mkwe mnamsema bila woga wa imani. Ni wakitaka wapige mmuseme tu. Tukitaka tutoke mwili tungali tunamsema. Ni mwanaume ninamkubali mimi. Bwana Yesu asifiwe. Mnamkumbuka ya kwamba walimutesa wakamutesa, wakamvuruga, wakamtemea mate, lakini akavumilia. Sasa wakati walimuzika, wakaweka vitu vya nguvu kusuta sifufuke. Wakatia kimawe kilichiwe cha nguvu, wakasema akifufuka kitamzuia asitoke. Lakini wakasikia woga, wakasema lakini huyu Bwana alisema ya kwamba tuliona nguvu zake jinsi alifanya miujiza, inawezekana na hiki kilichiwa atakisukuma tu. Acha tutie kwa ubushishi bapita mwiki mushubu. Ubushishi. Vile vikoro vilikuwa vya nguvu sana. Byaro. Vile vikoro, ubushishi. Biblia yiswa ikinyarwanda iravuga mu ubushishi. Vile ni vya sudire vya nguvu. Sasa vile bisudire wakasema ngoja tubitie kui kikirishiwe bikamatane na mulango wa kaburi, kusudi akijaribu kusukuma hivi vya rukoro vipane sana asitoke. Lakini wakavitia, wakasema lakini japo tumevitia, huyu Bwana inawezekana tabibomora tu. Haleluya, haleluya. Sema acha tutie sasa bakomanda, wakaita bakomanda, basoda ambao wanajua kupiga masasi. Akasema Yesu mlijifunza kupiga masasi? Akasema ndio tunavijua, hata kakitu kakikuwa kule tunakapiga. Huyu Bwana alisema inawezekana atafufuka, lakini akifufuka tutapelekwa rahe, sababu tumemuua kwa bure. Sasa misio yenu, mkimuona amefufuka bila kuuliza, mpige masasi. Okay. Kapata
Lakini huyu bwana alipofika kuzimu, vitu vikabadilika. Akakuta shetani iko anacheza. Twamunesheje, ule ni shetani na mapepo yake. Sasa wakati walikuwa wanaimba walimuweza, wakaona kamwangaza kule kadogo, wakaona kamwangaza kule. Wakasema lakini japo tuko tunacheza, lakini tuko tunaona kamwangaza kule. Shetani akisema ucheze wewe, wachane na mimi. Wamunesheje. Lakini wako wanacheza, lakini wako wanaangalia kule, wakaona kale kamwangaza kameanza kupanuka. Shika mkono mwenzako, shika mkono mwenzako na kule nyuma, muangalie macho, mwambie hivi, baraka yako japo ni ndogo lakini naenda kupanuka. Mwambie vile, kuna baraka yako japo ni kidogo mama, japo ni kidogo papa, wameniambia kwamba inaenda kupanuka, itapanuka. Wapende wasipende, itapanuka ile baraka yako, itapanuka. Unaona inapanuka, unaona kile kamwangaza kanapanuka, wakati kweli kalipanuka, wakaona muda kidogo vinakuwa ile mwangaza inayala kule kote. Wamoja wakapita hapa, wengine wakapita hapa, wengine wakapita hapa. Shika mkono mwenzako tena, shika mkono mwenzako, shika mkono mwenzako, mwambie ile majaribu yako Mungu amekuja kuisambaza. Mwambie vile, kuna mtu mwenye iko hapa, Mungu ameniambia kwamba amesambaza shida zako. Mungu ameniambia kwamba amesambaza shida zako. Ameniambia kwamba japo alisimama lakini amesambaza. Wapende wasipende, warozi wasipende, warozi wa roho, lakini Mungu amesambaza. Amesambaza. Utaishi. Na David imesema itaimaliza. Usiogope. Ndio na wanawake wako na mimba hapa. Shetani akasema, nikasikia sauti nasema, aseme shetani alikusudia kusudi akulie watoto mtumbo. Lakini nimesikia sasa hivi, ndipo sauti imeniambia niambie wale wanawake wana mimba kwamba kuna intervention rapidi imetoka mbinguni. Wape watoto wazima. Intervention rapide. Wameniambia ile Francais nilisomea hiyo Goma. Intervention rapide. Haleluya. Acha intervention rapide. Hii siku ya Pentekoste hapa Bunyangura. Acha nawe kuguse kwa jina la Yesu. Acha nawe kupokea intervention rapide. Ambeche, si nilikwambia walikupigia mzuri. Bona pepe. Wakati walipita hapa, shetani akabakia yeye peke. Wakati alitaka kukimbia, huyu bwana anapenda simba ya kabila ya Yuda akamrukia, akamkamata, akamunyangura, akampiga chini. Akamkanyaga, akasema leta wewe. Akamunyanganya nini? Akamunyanganya funguo. Alipomaliza kumunyanganya funguo, akasema sasa nitakuona, yako nitaliona. Shika mkono mwenzako tena, utingize tano mambili, usiogope. Funguo haziko kwa shetani tena. Mwambie mkombozi wako ndiye iko na funguo. Huyu Bwana
Niko na funguo. Akitaka na funguo. Akitaka na funguo. Usiogope. Funguo zikifika. Niko na funguo. Unaangalia funguo sasa. Kule kuzimu kulikuwa shambwe mbili. Kulikuwa shambwe mbili. Shambwe moja, watu ambao walikufa wako na dhambi walikuwa wanaingia mjini. Kulikuwa na ya pili ambayo ilikuwa inaitwa kifua cha Ibrahimu, na hiyo ilikuwa kule. Watakatifu walikuwa wanakufa na wanaenda kule chini. Sasa wewe kabila sasa ya simba wa kabila ya Yuda alipomaliza kama atafungua, akaenda kule akafungua ile shangwe ya mapepo, akasema tangu leo nimewaambia kwamba umehukumiwa. Ndio ile tangazo alitangaza pale, akajiendea. Hakuja kwa ile shangwe ya kifua ya Ibrahimu, akafungua. Alishafungua akanyosha mikono, akasema wale manabii, wale manabii ambao walitabiri kwamba mkombozi atakuja na atakomboa dunia, miongoni mwao kulikuwa mmoja anaitwa Isaya. Yule mwenye alisema mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto, atakuwa nani? Wanendezi biblia ngo azikumano mahoro azikitangaza na tapesohoro imani komeye. Sema atakuwa Mungu mweza yote, atakuwa mfalme wa nini? Na amani. Alafu sasa ukweli unakuwa hadi na ahadi za Bwana. Mungu anaweza kukupa ahadi na unakufa, zitafikia kumjukuu wako. Isaya mama alisema mpreza, mtoto beza ni mpreza, haikumfikia. Lakini usikie hesabu za Mungu, anakufa nyuma ya miaka 500 ndipo ahadi itimia. Sasa alipofika kule akamwambia Isaya, wewe mwanangu, haukuchanganyikiwa, ulitabiri mzuri, ni wakati nilikuwa hajafika. Shika mkono mwenzako, mwambie usichoke na ahadi ya Mungu, subiri wakati wa Mungu. Mwambie vile kabisa, mwambie vile, sababu ninaona kuna watu wako na maahadi lakini wameshachoka. Usichoke na ahadi ya Bwana, subiri, ni wakati wa Mungu haujafika. Wakati wa Mungu ukifika, Mungu atatimiza neno lake. Anamwambia mwanangu, nimekuja, nimekutabiri, nimefika, angalia ni nini. Akamwambia, wewe na wenzako sitawaacha huku tena. Asema siku ya tatu ilifika, dunia ikasema nilikula mengi, lakini huyu amenishangaza. Nimesikia ninataka kufa. Tetemeko ikakuja, tetemeko. Sasa usiniulize bila nimachiwa walikia pale na gari katetemeka. Shika mkono mwenzako, mwambie yenye walitia juu ya hadi zako, Roho anakuja kuitosha. Mwambie vile kuna vitu walitia juu ya watoto yako, kuna vitu wachawi walitia juu ya watoto yako, wakasema hawataolewa, wakasema hawatafanya ndoa, wakasema hawatazala, walitia kumijiwe. Lakini kuna nguvu zinakuja kutosha ile mipango yote walitia juu ya hadi zako. Pigia Bwana mikono kama hauna wengi. Asante Yesu Kristo. Sikia. Ile mikono walitia usiniulize.
Bomoka. Huyu Bwana akishuka na nguvu zake yote na bibomoka. Ule msoldado mpewa msio usiniulize. Sasa nakumbuka tetemeka. Ulianguka kule na mabunduki kule usiniulize. Simba wakalipia Wayuda akafufuka. Kama ile wakati ya Yuda kama hangefufuka hatungekuwa hapa. Waimbaji hamungesema, hamungeimba, wahubiri hamungehubiri. Kama Yesu hakufufuka hatungesimama hapa. Shika mkono mwenzako tena. Mwambie usiogope. Yesu alifufuka. Mwambie vile alifufuka. 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 Na ameniambia kwamba mwenye alifufuka anakuja kufufua vyako vilikufa. Kuna vitu vilikufa. Kuna vitu vilikufa ndani ya maisha yako. Lakini ameshuka. Ameshusha nguvu ili ashuke, ili afufue ahadi zako. Ahadi zako mama. Ahadi zako. Ahadi zako wachawi walikamata. Ahadi zako walikamata. Biblia ya kwamba hapa unyango wa vitu vimeshabadilika. Mungu anakuja kufufua. Shetani alizika. Acha baraka zako zifufuliwe kwa jina la Yesu. Acha baraka zako zifufuliwe kwa jina la Yesu. Acha siku ya Pentekoste na wewe furaha yako ifufuliwe kwa jina la Yesu. Acha wewe na mke wako baraka zenu zifufuliwe. Kazi za mikono zifufuliwe. Sifufuliwe. Na wewe uende kwako. Na wewe ulale vizuri. Mungu hataki njala iwaue. Mungu anataka mkule. Mungu anataka mkule. Mungu anataka mkule. Mungu anataka kuwa na furaha. Kisha ya kubarikiwa sasa. Na nyinyi mkumbuke kazi yake. Uifanye bila kusukumwa. Kitu kinakuonyesha Mkristo ambaye haiko kafubazi anafanyaga kazi ya Mungu bila kusukuma. Kwa anamwambia wewe mpe, anamupa. Sababu Mungu ameniambia niwaambie kwamba kuna watu Mungu anataka kupa kazi. Kuna watu Mungu ameshasinye wapate kazi, warudie kwa kazi yao. Kuna watu Mungu ameniambia amewainua ili kazi za mikono yao zifufuke tena. Kuna watu Mungu ameniambia umemaliza siku mumufuko bila kitu, lakini kuna kitu Mungu anataka kutia mumufuko. Ameniambia nikwambie kwamba ile kitu ametia mumufuko yako ni jaribu. Aseme amekupa pesa lakini ni jaribu. Amekupa mali lakini ni jaribu. Akasema niwakumbushe utumishi wa Mungu Ibrahimu. Mungu akamupa Isaka na ni mzee. Kisha kumupa Isaka anageuka tena anasema nipatie aye uende kumuchinja chinja na umuchome kusudi kaharufu papa. Kaharufu nikasikie na alisha rundu. Haiko jaribu. Lakini Ibrahimu hakukuwa kafubazi. Angekuwa kafubazi, angesema Mungu, katoto nimekaona, nimezeeka. Sasa nikachome tena. Na ulisema nitakuwa na uzao kama mchanga wa bahari. Sasa Mungu vitakuwa Lakini Ibrahimu awe mfano wako mzuri. Alikuwa mtu ambaye anakomaa kiroho. Alikuwa anakomaa kiroho papa. Sasa kasema Mungu, hivi umeniomba mtoto na ni wewe ulinipa ule mtoto. Mimi
Sitabishi. Mtoto kama takuni, beba tuende kutoa sadaka. Fata kaka. Kabeba. Na kisu. Kumbe niye kitachinja. Bwana hivi. Lakini akaenda na watumishi. Alipofika njiani, watumishi wakaanza kumuuliza. Akasikia vyenye wako wanamuuliza ni vya mingi. Akasema nyie hamuja kuwa ku niveau ya kwenda na mimi kumulima, ubakie hapa. Shika mkono mwenzako. Shika mkono mwenzako. Mwambie kusudi ujaze Roho Mtakatifu, kuna vitu napaswa kuacha njiani. Mwambie vile. Kuna vitu mama, kuna vitu papa. Mungu iko nasema mbele ya kujazwa hii Roho Mtakatifu, acha njiani. Acha njiani. Acha njiani ile ukabila. Acha njiani ile dhambi kusudi ufike kwa mlima wa Bwana. Akawaacha njiani. Kaenda na katoto kake. Lakini jaribu, ukiona umejibiwa, jaribu imeisha. Jitayarishe kupokea hiki. Anawaacha bure, lakini anafika mbele. Katoto kanaanza. Papa. Lakini papa, ninajua ya kwamba unazeeka papa. Nini? Sasa papa, si unajua tulikuwa tunaenda kutoa sadaka. Tulikuwa tunaenda na vitu. Sasa wewe umekamata vimoja, vingine umesahau papa. Umezeeka papa. Sasa nini mwanangu? Si unajua tulikuwa tunaenda na moto na kisu, lakini tunaenda na kondo. Sasa wewe umekamata vingine ukasahau bwana kondo. Akamchoma tena. Na nikukumbusha ya kwamba Ibrahimu alienda kumtoa mtoto wake, hakumwambia Sarai. Sikia kale kitu. Hakumwambia mama yake. Kwa nini hakumwambia mama yake? Kwa nini hakumwambia mke wake? Nikusema akimwambia, kama angemwambia Sarai hangekubali. Si lazima. Haupaswi kutoa siri zako zote kwa kila mtu. Kuna vitu unapaswa kuwa na siri ya rohoni. Hata na mwenzako mko nyumba, hautamwambia sababu haiko kile nivo. Haleluya, haleluya. Tia sindano tena kisu. Akaumia, lakini akaumia kama mtu mkubwa ambaye anakomara kiroho. Akasema mtoto wangu. Akajibu swali nisikia ya pia. Swali ya pia sana ya mtu mwenye anakomara na anajaza Roho Mtakatifu. Haleluya, haleluya. Akamjibia hivi, mtoto wangu, usiwe na shida, usiogope. Twende tu kumlima wa Mungu. Mungu atajitafutia mwana kondoo. Ile jibu ni jibu ya mtu ambaye amekuwa kiroho. Wakaenda. Walifika pale kumlima. Akamfunga mikono. Msiweze kwamba alimhurumia. Alifunga sana. Akafunga miguu sana. Sababu kwa historia yao, wakati sadaka kama ni kondoo, ukifunga mbaya ikatengejeriku hiyo tena kimejeri ya soma na imani na kuelekea kitabu. Maana yake alifunga sana kusudi asipigizike ili Mungu akubali ile sadaka. Akafunga sana. Mtoto papa, mbona ninajua umenipendaka? Sasa unanifunga hivi? Lakini wakusema kafunga tu. Mungu yuko anaangalia. Kumbe vile tuko tunafanya yote, Mungu anakuwa anaangalia. Mungu anaangalia. Na usitamani kuonyesha wanadamu. Usifanye kitu kizuri kusudi mchungaji akuone. Fanya kitu kizuri ili Mungu akuone. Haleluya, haleluya. Wacha nikwambie.
akafunga, akamtia juu ya kichaniro. Alipomtia kule madhabahu meziboko, alipotia madhabahu akamata kisu, akafanya hivi. Msione kwamba alikuwa anacheza, alikuwa alishadecided. Haleluya, haleluya. Wakati alitaka kushusha, sauti kamwiti kasema, Ibrahim, Ibrahim. Shika mkono mwenzako, mwambie japo jina lako hawalijui, lakini Mungu anajua jina lako. Mwambie vile, mwambie vile. Wameniambia kwamba wanadamu hawajui jina lako. Inawezekana na mwalimu hapa hawezi kujua majina yenu yote, lakini Mungu anajua majina yenu. Kwa sababu anazungumza wewe kama mtu ambaye unajua mama. Anamwita anasema, usinyoshe mkono juu ya mtoto huyo. Mimi sina shida ya Isaka. Mimi nilikuwa nataka nikupime nione kama uko kafuwazi au nakumara kilo. Lakini Mungu amekupima, umeeneza kilo. Haleluya. Sasa Mungu akasema, na mimi nitatimiza ahadi yako. Sasa wakaniambia niwaambie watu wa Bunyangura, aseme Mungu amewabariki, lakini zile baraka zenu ni kipimo yenu. Mungu akusaidie uweze kushinda ile kipimo. Ukishinda, Mungu atakubariki. Ile kipimo ukishinda, Mungu atakupa ahadi unayoahidi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio sababu hapa nataka kwa machache niwaambie faida ya Roho Mtakatifu, kisha tuombe Mungu. Amen. Amen. Faida ya Roho Mtakatifu ni nyingi, lakini nataka kusema kidogo tu. Kitu ya kwanza, faida ya Roho Mtakatifu ni kuwezesha watu kuacha dhambi. Haleluya. Kama hakuna Roho Mtakatifu, mwanadamu hawezi kutubu sana. Mimi niliona mama, niliona baba mmoja mwenyewe aliiba mbuzi. Aliiba mbuzi, mwanaume mmoja. Wakamshika mbuzi wakaimubebesha. Sasa wakati alikuwa naenda na ile mbuzi, kumbe tulikuwa tunajuana. Nikamuuliza, Yohana, na wewe Yohana, umeiba mbuzi? Anasema kabisa, wamenidanganyia, waseme niliiba mbuzi. Na anaiba, na aliiba. Kusema ya kwamba mwanadamu kama hana Roho Mtakatifu, usiwaze ya kwamba atatubu sana. Unaweza hata kusema, mbona tusikia ya kwamba ulifanya usherati? Ana niliona. Murete temwe. Murete temwe. Kwenye Roho Mtakatifu haiko. Watu wanaombaga matemwe. Lakini Roho akishuka, unakuja wewe mwenyewe bila kukugusa, unasema mchungaji, niombee, ninaanguka dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Faida ya Roho Mtakatifu, analegeza roho ya mtu, anatubu dhambi bila kusukuma. Anatubu dhambi bila watemwe. Hata uko mshiraki, hata uko mchawi, Roho ikikushika, unakuja bila kuogopa. Unasema nikifa nikufe, lakini niende mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Faida ya Roho Mtakatifu ya kwanza, anawezesha watu kutubu dhambi. Ya pili sasa, faida ya pili ya Roho Mtakatifu ni kumulinda bibi harusi. Kumulinda bibi harusi. Bibi harusi na njoo ile kanisa huko tunasema. Bibi harusi huyu, njoo ya kwamba Yesu kumpata ilimchokesha. Akasema mnipige, lakini nataka bibi harusi. Kisha kumpata, akasema sasa sitaenda bila kupana mali. Akapana mali papa. Mali alipana ni mali ambayo inashinda mali ambazo tunapana sisi. Sisi tunapana madolari, sisi tunapana ng'ombe, lakini huyu bwana mwenyewe napenda sana, yeye alitoa mali ambayo inashinda zile mali zote. Ile mali ni damu yake. Kama hauna wingi kupigia makofi, alitoa mali kwa damu yake. Ngoja niwaulize, kama kuzaliwa kwenu mlipata mtu ambaye alitoa mali ya damu?
hata Ulaya mlimusikia. Huyu Bwana sasa tunavuga ngo ni rurangiza leo.